ni hayo. Hivyo sasa uhesabini. Mungu anamwambia Ezekieli ambia umati wa Israeli kwamba kuna methali wanaosema Israeli kwamba mababu waliokula matunda meno yao yanakufa ganzi. Toto ndio meno yanakufa ganzi. Na anawaambia unanisikia mwana wa Adamu, kuanzia siku ya leo hiyo methali haitapigwa tena katika nchi ya Israeli. Hiyo methali ni ya nchi zingine, sio ya nchi ya Israeli. Kwa mtoto ni yangu, moyo wa mtoto ni yangu, moyo wote aliyotenda dhambi nilikufa kwa sababu ya dhambi zake mwenyewe. Kweli ulikuwa mbali, hata ukiwa kiasi fulani ulitamani kupita kwa umbali, lakini kwa sasa umeokoka. Mungu amekusongesha karibu na yeye. Hivi sasa uko karibu na Mungu. Unaitwa mwana wa Mungu. Sasa uko mbali tena na Mungu. Nyingine. Kitabu uko umati wa Mungu. Kitabu uliitwa umati wa ulimwengu. Lakini sasa unaitwa umati wa Mungu. Unaitwa umati wa wenye wafalme. Aliwa kuliko benara wachini ya kabisa na kutulegi wita Nisopati kitabu tulikuwa mbali na Mungu. Ukovu ndio tumejesha karibu na Mungu ili tuabudu Mungu. Sasa unaweza omba Mungu kupita Mungu, kwa maana uko karibu. Mungu yuko mbali, Mungu yuko karibu na wewe. Mungu amepokoa, Mungu hajashirika, Mungu anaishi ndani yako, Mungu anatembea na wewe. Biblia inasema mwanamke atapata ujauzito na atazaa kijana. Mwana ataitwa Yesu. Yesu inamaanisha nini? Yesu inamaanisha Mwokozi. Nisopati. Na ndio maana unapoita Yesu, uokovu uliingia maishani mwako. Ulipomwita Yesu, uokovu uliingia katika nyumba yako. Siku moja Yesu anasema lakini tangu kanisa ikuwe pale. Je, unaona vitu vinavyotendeka? Na wakiamua hivyo mnasikia kijaruni kidogo. Kijaruni kidogo sana. Kwa maana kech anaita mwana. Tokizungu lugu kech kwamba elmasi. Amen. Ile adhabu ambayo jamaa yako walikuwa wapata, ile ambayo unasema kwamba mababu walikula matunda, ni waganga ndio wanatumia nyota au ndio wanatumia sayari. Lakini Yesu wetu atumii chochote ili apone mtu. Hata ukoo wako, anza mwendo uende katika nchi nitakayokuambia. Ibrahimu aliposikia hakuwa mtu mwenye mdomo. Walikuwa wanaabudu mwezi. Amen. Walikuwa wanaabudu masayari. Na akasikia sauti. Akasema sauti hiyo nena nani? Nataka kutenda alivyosema. Ibrahimu akatoka. Hajui anapoenda. Lakini akaanza mwendo. Hivyo sasa anahesabiwa Ibrahimu kwamba alitoka kwa imani. Amen. Huyu anahesabiwa kwa imani. Unasikia hata wewe mama, siku ulipopiga magoti ukamkubali Yesu Kristo, ukampokea kama Mwokozi, haukujua hata kama hivi ni kweli. Hapo ulikuwa unadanganywa. Ulitambua. Si ulianza tu kuamini mambo haya. Na unahesabiwa hiyo kama imani. Nisopati. Unahesabiwa kama nini? Imani. Ndio Petro anasema ya kwamba akimhimiza kanisa. Sasa jaribuni sana. Nisopati.
Sasa jenga katika msingi huo. Yes. Sasa imiza imani yako pamoja na matendo mema. Matendo mema hata uabudu mlimani mchungaji. Na kama wewe ni mwenye ama wewe ni mchoyo, hivyo sasa mlima itamaliza. Hiyo hata maombi haimalizi. Amen. Wewe unafanya uchaguzi. Kuna kazi utakayofanya katika wokovu wa Yesu. Na unasema kama nataka niwe na matendo mema. Sitaki mtu ambaye ni mchoyo. Sitaki kuwa mama mwenye kiburi. Si mnaona wanaongea kilini lakini wana vichwa vigumu zaidi. Amen. Amen. Na matendo mazuri. Matendo yako yawe mazuri. Matendo yako yafanane na wokovu. Hivyo sasa imiza imani yako. Imiza imani yako. Imiza imani yako.